Nani pamoja nami wanamkaribisha mgeni wetu aweze kutuongoza katika kipindi cha afya. Ningependa kumkaribisha mgeni wetu ili tuweze kuokoa muda, na ningependa kwamba muweze kuwa na usikivu mwema. Karibuni mgeni. Basi ni wakati mwingine ambapo Mungu ametupea nafasi nzuri ya kuweza kuangalia kipindi ambacho kinahusu mambo ya afya na kiasi. Dada Ellen G. White ambao ni mmoja wale ambao walianzisha mambo ya afya wakati ambapo mwanzo pale 1863, na wale wengine ambao mnawajua ambao ni Andrew Nevin na Joseph Bates na James White. Hao Mungu aliwapatia jonzi, wakaweza kuandika vitabu vingi na majarida mengi ili tuweze kupata masomo ambayo yanahusu mambo ya afya, ili afya zetu ziweze kuwa vizuri. Mara nyingi unaona ya kwamba kuna mtu ama wale ambao wanafundisha neno la Mungu, anapokuwa na afya ambao si nzuri, basi uende kawa hatafanya vizuri katika mambo ya kuhubiri na kufundisha mambo ya Mungu. Ndipo tunaona ya kwamba ni vizuri tuweze kuangalia yale ambao the scholars ama wale ambao wameandika na wale ambao sayansi wamefanya research nyingi, ili tuweze kuona ni yapi ambao wameandika na yanaweza kuwa manufaa kwetu kiafya tunapoendelea kumwabudu Mungu siku hizi ambao ni nyakati za mwisho. Ukiangalia katika kwa undani ama kwa kina, utaona ya kwamba afya inaambatana na mambo ya roho ya unabii ama mambo ya unabii. Ukisoma ni kwamba there is somewhere ambao ameandika kwamba Ellen G. White ameandika kwamba health message and end time prophecy. Kwa sababu ni nyakati za mwisho, wengi wataona ya kwamba mambo ya afya hii ya kusema mambo mengi, mimi nitakula nini, nitafanya nini. Hiyo ni nyakati za mwisho ambao watu wengi hawatatii neno la Mungu, wala hawatafuata sheria za afya, wala hawatafuata mambo ya prophecy, hawatafuata mafundisho yote ambayo yanahusu mambo ya Mungu. Kwa hivyo leo ni jukumu letu tuweze kuelewa ni yapi ambao Mungu ametuandalia katika siku ya leo. Hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tumekuja mjana huu tukiwa wenye dhambi. Mungu, tumenyekea kwako miguuni pako Mungu, ili uweze kutufanya sisi tuweze kuelewa neno lako kwa mjana huu. Yesu, tunapokuabudu sabato kwa sabato na siku kwa siku, mpaka Yesu wakati ambao utarudisha ufalme wako. Mungu wa rehema nyingi, tunaomba msamaha, tusamehe kwa muda hii mfupi yale ambao utakapoongea, ikiwa tutapita mapenzi yako Mungu, hebu tusamehe. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Basi tutaangalia mambo kadha wa kadha, lakini machache na kuenda haraka kidogo, ili kwa sababu muda ni mfupi na wiki hii ni wiki fupi. Ningependa wale ambao wako na shida ya macho tuweze kuangalia ni vyakula gani vizuri ambapo vinachangia ama vinasaidia macho yaweze kuwa vizuri. Vyakula hivi si vingi, ni vichache tu, lakini nimeandika vichache kama 6 ambapo mara nyingi macho yamesumbua. Ukienda katika hospitali moja inaitwa Sabatia Eye Hospital ambao pale Western, utakuta watu wamejaa wengi. Ukienda hospitali moja pale inaitwa Kikuyu Hospital, utakuta watu wameweka laini kila siku mpaka mwezi inaisha. Ukienda pale Leresho bare Nairobi, kuna hospitali moja inaitwa Lions. Ukienda pale saa 12 siku moja nimeenda pale nikakuta watu wamejaa pale. Kwa hivyo condition of macho imejaa. Ukienda maprovincial general hospital level 4, level 5 na level 6, wote macho ni shida. Lakini Mungu kwa sababu kwa ile kitabu ambao tulisoma jana, Genesis chapter 1 verse 29, akasema ya kwamba alitupatia mbegu
na mboga tuweze kukula ili ikuwe chakula yetu. Lakini mara nyingi unakuta kwamba sisi kwa sababu ya tamaa na kwa sababu ya kutoshika sheria za afya, unakuta ya kwamba sisi tunajihusisha mara nyingi kutumia fast food, chakula ambayo inapatikana kwa njia rahisi. Sisi hatutaki kuingia katika ile ya process ya kupika sana. We want fast food, chakula junk food, chakula ambayo inapatikana kwa rahisi. Lakini baadaye tunajikuta tuko pale hospitali tunaendelea kutumia madawa ambayo yanaitwa conventional drugs, simply because sisi hatujafuata sheria za afya. Na kwa hivyo tutaangalia zile chakula ambazo zinaweza kusaidia kidogo kupunguza ama prevention, kwa sababu hii mafundisho ya afya mara nyingi ya nutrition inahusu mambo ya prevention, yani kuzuia yale ambao yanaweza kukupata baadaye, na kama saizi bado uko sawa. Nataka muandike chini. Chakula ya kwanza ambao inasaidia macho sana, ambao ningependa sisi zote tuweze kujihusisha ikiwa tunapata nafasi. Ikiwa utapata hela ya kununua chakula hiyo ama tupande kwetu nyumbani, ingekuwa heri tupande chakula hiyo. Inaitwa carrots. Chakula ambao inaitwa carrots iko na vitamini A ambao inahusika, vitamini A ambao inahusika na kutibu macho. Waandishi wale ambao wataalamu research ambao imefanywa inasema ya kwamba 1 medium of carrot, yani ukikula medium kidogo, ni ile ambao nimeona pale watoto wanapika chakula pale, moja ukikula tu moja ina uwezo wa kukua na 2025 mg milligrams. It is the highest ambao kwa vitamini A. Kwa hivyo ingekuwa heri, kuna wengi ambao tunamaliza 1 week na tujapata hiyo chakula. It has 2025 mg a medium carrots. Ni nzuri kwa sababu it is very rich in vitamin A. Number 2, ukitumia 1 cup, kikombe kimoja umekata mboga hiyo vizuri inaitwa spinach, is one of the highest for vitamin A. Na it is available, inapatikana. Na hiyo iko na mg 1474 mg, meaning is one of the highest kwa vitamin A ambayo inasaidia macho. Number 3, 1 medium of mango. Mango pia ni nzuri kwa vitamin A, is very rich there. Iko na uwezo wa 642 mg milligrams. Ya ine ni 1 slice moja kidogo kama hii microphone kidogo tu, nzuri kadri ya watermelon, is one of the best for vitamin A. Iko na uwezo wa 174 mg kulingana na utabiti. Ya 5 ni 1 medium of avocado. Avocado iko na nutrients nyingi ambao is a topic of its own, lakini nataja tu kwa upande wa vitamin A ambapo iko na 171 mg. Hiyo ndio uzito wake kwa mwili. Ya mwisho ni chakula moja ambao is not very popular na wengi hawasuriki naye, lakini ni chakula nzuri. Inaitwa 1 medium of tangerine. Nani anajua tangerine? Inaitwaje kwa lugha ya mtaa? Kwa lugha ya mtaa inaitwaje? Sandara. Wengi hamzuliki naye, I know. Wachache sana. This fruit, it has a lot of nutrients. It even has beta carotene. Iko na beta carotene. Hii matunda yote ambao tumetaja kama 6 ambao nimemalizia hapo, they have very very many nutrients. Lakini I was focusing more kwa macho. Lakini tangerine pia it has beta carotene, avocado beta carotene,
melon, beta carotene, zote ziko na beta carotene. Beta carotene ambao ni substance inapatikana kwa chakula nyingi ambao inasuia magonjwa mengi, hasa ugonjwa wa kansa. Nimewachia hapo. Wakati mwingine unakuta watu wengi anakuambia mimi sikuli chakula fulani ama sikuli matunda fulani kwa sababu iko na asidi nyingi, na hana utafiti aelewe. Akisema iko na asidi nyingi, what does it mean in the normal language? Sasa nitataja machache kwa sababu ya wakati, unajua, nitataja machache. Ikiwa wewe unataka kujua kwamba chakula hiki kiko na asidi nyingi, kuna kitu ambao tunaita pH, inaitwa present hydrogen ions, ambayo inapatikana kwa chakula. That is the only way unaweza kujua kwamba this food is too much acidic. pH means present hydrogen ions. That is the only way you can measure the acidity of matunda fulani ama chakula fulani. Hebu nitaje kidogo kama 8 hivi ama 5 chakula ambazo wengi ambao mnaogopa mnasema mimi kuna asidi nyingi siwezi kula chakula fulani. Number 1, avocado is recommended. Wacha nielezee kuhusu pH, present hydrogen ions. Ikiwa imepimwa na ikapatikana imefika 7 and above ama 7 and above, hiyo ni magnesium. Hiyo iko haina acidity, it doesn't have. That's the measure. Lakini si rahisi kupata hizo, utapata zile ambao zimekaribia, ambao asidi yao iko na ni kidogo. Research ambao nimefanya, nimejaribu kutafiti, nimejaribu kusoma vitabu vingi, vinaniambia kwamba si rahisi kupata chakula ambao haina acid. Nafikiri Mungu wako na mpango fulani kwamba acid ile ambayo ikiingia kwa mwili iko na faida fulani, because there is no food ambao rahisi kukosa kupata acid, lakini itakuwa ya chini. Haya, number 1, avocado iko na pH. pH umeelewa ni nini? Present hydrogen ions, ambao ni acidity, the measure of acidity. Avocado iko na 6.27 up to 6.58. Kwa hivyo jafika 7, lakini ukiangalia imelalia upande wa magnesium, kwa hivyo acidity yake ni chini. Number 2 ni mangoes. Mangoes iko na pH 5.80 to 6.00. Pia iko na acid, lakini ni kidogo, imegusia karibu ipite mtihani. Papaya, mnaelewa papaya? Papaya ni paupau. Iko na acid yake, ni pH yake ni 520 to 600. Kwa hivyo ni nzuri kuitumia wala ambao kuna shida ya tumbo. Number 4, watermelon, ambao iko na pH yake 5.18 to 5.60, ambao it is not too much acidity, ni nzuri, inaweza kusaidia mwili kwa sababu haina nyingi sana. Pumpkin, pH yake ni 4.9 to 5.50, meaning acid yake iko juu kidogo. Yaani mambo ya hii ya acid ni waelezeni kwamba the lower it is, the more acidity it is. The higher it is, the more magnesium it is. Umeelewa sasa? Yaani unapoenda chini, acid inaendelea kuongezeka. Inapoenda juu, acid inaendelea kukua, inatoka. Kuna tunda moja ambao is not very popular and very expensive. Ukienda pale kwa soko pale mahali unauza hiyo matunda, moja inauzwa 100 shillings. One inaitwa kiwi fruit. It has a lot of nutrients, lakini hatuko hapo leo, tunaangalia mambo ya acidity. It is 4.84, that's acidity yake. Alafu na kuna ingine inaitwa on dew melon, ambao pia
iko 600 to 6.67. Hiyo ni kuelezea tu kwa summary tu kidogo, hatutaongea sana kuhusu chakula hizi. Alafu kuna ile ambao hii ni low acidity fruits. Sijui kama nimeandika ile ambao the highest pH levels. Ile ambao iko juu, wala ambao mko na shida ya acidity kwa mwili. Matunda nitataja kama 5 hivi, alafu niwachie hapo kwa sababu ni nyingi. Tunda la kwanza ambao liko na acidity juu inaitwa lemon juice, ambao iko na 2.00 na up to 2.60. It is the highest acidity kwa mwili. Kwa nini nafundisha haya? Kwa sababu watu wengi hatujaumbwa vile Mungu alituumba, uende kawa naturally mwili yako iko na asidi nyingi. Na ukiongezea na acidity ya chakula utasumbuka miaka mingi ukiteseka, kwa sababu una taarifa, una chochote unaelewa kuhusu mambo ya hii. Nitataja machache sana. Number 2, there is lime. Lime inajulikana ni family ya lemon, ambayo iko 2.00 to 2.80, meaning acidity yake iko juu. Haya, kuna blue plums. Kuna plums ambao zinaitwa blue plums, acidity yake ni 2.08 to 3.40. Grapes siko 2.09 na 3.82. Number 6, pomegranate, ambao is not popular but is very very medicinal. Wase muko, are you there? Are you there really? The only food that I need you to be taking from today, because it is very effective for prostate cancer. Inaitwa pomegranate. It is very popular. Kuna kitabu kimoja kinaitwa Natural Plants and Health. I have it in my house. Hiyo picha imepiwa hapo kwa hiyo matunda. It is very good for healthy for men. Kama ikiwezekana utaipata hapa town, huo kinunua more frequent. Although the acid is too kidogo, lakini kwa upande ule mwingine kwa prevention of prostate cancer inasaidia sana. Nitawachia hapo kwa sababu matunda ni nyingi. Nitawachia hapo. Hiyo ni ile chache ambayo iko na acid, but there are many here. Orange iko 3.69, tomato iko 4.3 na singine. I'm just giving you an overview ili mkue wala ambao unasema naturally kwamba mko na shida ya acidity, muweze kujua, at least muwe na idea kidogo. Msitete kwa sababu Hosea anasema kwamba watu wangu wamekosa maarifa, wamepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Watu wangu wameumia kwa sababu ya kutojua chakula ambao inasaidia mili yao. Sasa nitaingia kwa chakula moja ambao nitagusia mambo ya mchele. Niruhusu niongee mchele dakika moja tu. Siongee, it's not a topic but it's mentioning. Mtaniruhusu ama mtanipiga mawe? Sinaona kama mtanipiga kwa sababu every village there is mchele. Hata kwangu wakati mwingine watoto wakiwa mchele, si ndio? Because mchele ni rahisi kupika, si ni kweli? Lakini mchele ni nzuri. I'm not discouraging it, but it's good to say the truth. Research yangu vile nimefanya, si ni kweli? Now, huyu tabiti inasema ya kwamba mchele haina nutritional value vizuri. Kitu ambayo iko naye ni ile sura ambao ni nyeupe nzuri. Watu wengi na watoto wanatamani sana. The color is so white and very nice. But the nutritional value yake hamna. Wataalamu wa nutrition ambao wamefanya research wamesema hivi: ikiwa unakula mchele, there is what we call amino acids, ambapo it is the blocking protein. Not blocking. It is the building protein ambayo inasaidia binadamu aweze kukaa na nguvu kwa mwili wake, ambayo inaitwa amino acids. It is the building block in the human's body, ambayo inapatikana chakula zote. Katika chakula ambayo inaitwa chakula yote naturally iko na
9 blocking amino acids naturally. Ukikula legumes, ukikula hizi chakula ni beans, ukikula mboga automatically the body has 9 amino acids kwa mwili wa binadamu. Sasa inatakikana uongeze zile ambao ni chakula around 12, siko around 20 ukiongeza. Chakula nyingi siko na 12. Lakini kitu ambayo ya kushangaza ni kwamba mchele haina amino acids. Unapotumia ni kama sasa ingekuwa heri hata ungekunywa hata maji. Yaani iko na only 2 amino acids. Kwa hivyo 10 zote zimefanya nini? Zimepotea. Na they are very important. What is the use of the amino acids? The amino acids nimesema kwamba it is the building block protein in the human body. Kwa hivyo unapokula mchele ujue ya kwamba una benefit only 2 amino acid, badala unge benefit 12. So you are losing 10. Ukiongeza ile 9 ya naturally, sasa unaona sasa umepata ngapi? 9 plus 2 ngapi? 11. Na kama ungekuwa unatumia marawe ungepata 12 plus 9 it is 20 ama 21 somewhere there. So are you seeing we are losing? So number 2, another challenge ya mchele. Unajua Mungu anasema kwamba, hebu soma katika kitabu kimoja ambao kinaitwa kitabu ya Ezekieli 33 mlango wa 7 mpaka 8. Msomaji ulikuwa hako? Msomaji hako? Hebu kuja karibu hapo usome na sauti. Inasema nini? Yaani ni vizuri kuelezea ili we make a choice. Tuweze kuamua. Sisi ndio tunaamua. Kwa sababu mchele tena number 2 challenge iko naye Ezekiel 33 verse 7 to 9 kama sijapotea. Hebu soma. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Amina. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu. Usikie neno hili kwa ukawape maonyo yangu. Nimwambie hapo mtu mbaya. Ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe husemi neno la kumwonya mtu huyo. Kama kuna jambo ambalo unaona si nzuri kama uelezee wenzako, basi aiache njia yake. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake. Lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Asuga jambo inatosha tu. Kwa nini tunaongea hivi vitu ambao ni chakula ambao tunakula kila siku? Ikiwa wewe Mungu amekusaidia, umepata fununu ama umepata at least something, ni vizuri kuelezea ili to make a decision. Tuweze kuamua, si ni kweli? Biblia imetuambia hivyo. Mchele number 2, wale ambao wamesoma vitabu, mchele uchangia sana ugonjwa mmoja inaitwa appendicitis. Appendicitis, sijui how they pronounce it. Ile ambao mwisho ikiwa chronic, you end up being operated. Mchele uchangia. Kwa hivyo the more you take a lot of mchele, lunch time mchele, usiku mchele, kesho mchele, kesho kutwa, mtondogo, mpaka kuendelea hivyo, basi una increase your chances nyingi. Kwa sababu mchele ukiangalia, you may not see some particles zinapatikana pale. They just drop to that ile mahali ambao appendix iko, na mwisho wengi unaweza kuta bahati mbaya umekuwa operated in theater. Kwa hivyo hapo ndio nimemalizia hapo, sitasonga kutupita hapo. Na pia tutaangalia chakula ingine. Ni vizuri kuongea mambo kama hayo. Tutaangalia chakula moja ambapo inaitwa pumpkin seeds. Tuliongea pumpkin seeds, leaves. Tukasema aje, it is the most powerful vegetable in the world. Sindio? Ama sageti ndio the most powerful? I don't know. Research has not been done. What is the botanic name ya sageti? Pumpkin seeds may be small. Wataalamu wanasema hivyo. Inaweza kuwa kidogo. But they are packed with full of valuable nutrients. Eating only one small amount of them can provide you with substantial quantity of health, fats, magnesium and zinc.
Yaani inaonekana ni kitu kidogo. Siku moja nikifundisha kanisa moja nikiwa na ubiri na kufundisha jioni Bible study kama hii ambao tuko naye. Nikauliza wamama, kanisa ilikuwa imekuwa full, walikuwa wamejaa sana. Nikauliza wakati mmekula pumpkin yenyewe na mnachukua wapi ile mbegu? Wengi walikuwa open, wakaniambia kwamba sisi tukitoa ile mimi natumba pale kwa shamba pale. Nikauliza mbona mimi mnatupa dawa? Unaona? Yaani they have no information kwamba pumpkin seed ni dawa ambao Mungu mwenyewe alitengeneza tuweze kutumia. Sasa wakaniuliza tena, ukiitumia sasa unaitumia aje? Now number 1, ikiwa wewe tayari umechemsha, unaweza kuitafuna kwa sababu it is soft. Hiyo ni sawa, inakubalika. Number 2, vitabu ambao nimeenda through vinasema ya kwamba unaikausha, unaisafisha vizuri, una dry alafu how do you say, you fry it, yani unaikaanga kiasi fulani ili uweze kukula kama njugu. Ikiwa waste hiyo, basi kuna njia nyingine nzuri na hata watoto hawatajua. Unajua watoto kuna vitu vingine wanakuwa very curious, wanasema mama hiyo sikuli. The best another method mimi ambao nafanya kikuwa nazo ni kukausha kama mahindi, alafu unaichanganya kwa wimbi, unaichukua kwa mashini ambayo inasiaga unga, alafu isiawe na ile wimbi, alafu unakunywa na uji na haina senti yote na ni nzuri. That is the most best way you can use mambo ya pumpkin seed. Si nimemaliza hivyo? That's okay now. That's how you use it. The best method ni kuitumia kusiaga na wimbi, ni nzuri. Me, I use it and it's very nice. Pumpkin seeds, it is full of valuable nutrients. It has fiber, it has carbohydrates, it has protein, it has fat, it has vitamin K, it has phosphorus, it has magnesium, it has iron, it has zinc, and it has copper. That is, it is full packed with nutritional nutrients. Pumpkin seed, kitu ambao wengi wamedharau. Number 2, it reduces, wakati unapoitumia inapunguza magonjwa ya kansa, serious cancer. Sikia, pumpkin seed inapunguza magonjwa tofauti, lakini sana inapunguza makansa ambayo inatusumbua. Kuna topic ya kansa ambayo tutaangalia tukipata nafasi. Inapunguza ugonjwa wa kansa ambao ni stomach cancer. Stomach cancer, breast cancer, and post-menopause ambao mnaelewa, wale ambao ni wazee, hot flash, inapunguza makali hayo. Narudia kwa sababu ni very important point. If you use so much about pumpkin seeds, inapunguza makali ya cancer ambao ni stomach cancer, breast cancer, and post-menopause. After. Number 3, it improves prostate and bladder health kwa wanaume. Ina improve, yani kama pengine ungepata na ugonjwa mapema, itapunguza, reduce ili ilegeze hiyo ugonjwa, na hata kama inakuja itakuwa imelegea. It is high in antioxidants because iko na what tunaita carotenoids and vitamin E. It is very nice antioxidant. Yani inapigana na magonjwa mengine ambao hayaeleweki katika mwili wa binadamu na inapunguza vizuri. It is very high, we have talked about magnesium,
a mineral that is often lacking in diet of many people. Magnesium wakati mwingine wengi hawapati, lakini hii pumpkin seeds, it is very rich in magnesium. The mineral is very important for your blood pressure, blood sugar levels, as well as heart and bone health. Number 6, the pumpkin seeds, it improves heart conditions because it has a lot of antioxidants. It has magnesium, zinc, fat acids, and all which may help keep your heart healthy. Yani moyo wako itakaa vizuri kwa kutumia pumpkin seeds. Pumpkin seeds can lower blood sugar levels in the body. Pumpkin border, ukisiaga kama unaisiaga kama border hivi, and pumpkin juice, sometimes you can make a juice, can reduce blood sugar, that is diabetes type 2. Inapunguza. It can prevent. Because it has high, number 8, it has high fiber, very high of dietary fiber. A diet high in fiber can promote good digestive health. In the digestion system, anything, chakula yote ambayo iko na fiber nyingi, digestion inakuwa the best. Ndio unasikia watu wengi anakuambia mimi nimeteseka, tumbo yangu si nzuri, ni nini mbaya? Mimi nakuwa na constipation. And again, off and on. Ebu angalia chakula unatumia, liko na fiber nyingi. Kama haina, basi ujue ya kwamba utaingia katika hiyo shida. Constipation, and again, kama mtoto ama nini. Angalia chakula. Kama unatumia chakula ambao ni refined, you are likely kupata constipation now and again. Because the refined food haina fiber. Itasumbuka miaka mingi. Kuteseka tu. Number 9, yes. It may improve sleep. Wakati wengine usingizi nakosa, alafu unakimbia kwa chemistry pale, unanunua citizen, ama unanunua Valium, ama unanunua ile dawa inaitwa Letitod. Hii imekuja juice ambao ni anti-allergy, ambao kwa sababu iko na sedative na kufanya ulale usingizi angalau kwa sababu ya stress, kwa sababu ya family problems na mambo mengine. But now naturally, kitu ambao kama ungekuwa na pumpkin seeds, in fact kama tungekuwa, Mungu atusaidie, tungepanda pumpkin nyingi na our compound nyingi, tutumie low resource, tutumie pumpkin seeds. It has a lot of nutrients. It is a drug naturally ambayo itafanya afya zetu ziweze kuwa nzuri. Hebu sikia. It may improve sleep. If you have trouble sleeping, usingizi hakuna, unakimbia chemist kununua madawa hii ya sedative to sedate you ili uweze kulala. Asubuhi unaamka kama mtu ambaye amekuwa mgonjwa kitambo, kwa sababu those sedative drugs zikiingia kwa brain sina interfere with the brain, alafu unakuta umelala sana, unaonekana macho, sleepy eyes. Lakini the natural one ambao ungetumia vizuri, ungetumia the pumpkin seeds, ambao if you have trouble sleeping, you may want to eat some pumpkin seeds before bed. Kabla hujalala, tumia hii, kula vizuri nyingi kiasi kama uko nazo. Alafu naturally they are a natural source of tryptophan, an amino acid that can help promote sleep. Yani iko na substance fulani hapa ambao inasaidia mwili naturally bila kuwa sedated by those drugs of the ile ambao tunaita conventional drugs, ili ulale vizuri usingizi, na usitumie kabla uchalala. Si tuko pamoja? Sinimewachia hapo sasa, naenda mahali nyingine. Kwa hivyo pumpkin seeds kuanzia leo, wala ambao ni wakulima, I know wakulima mko hapa, badala ya kuweka chinya nini, kuweka ayo navy glass yote, kwa mfano hiyo tunaangalia pale, also give a provision for pumpkin kwa kona mahali. Nimesoma about pumpkin kwa muda mrefu. Inasema ya kwamba inakuwa
in season and out of season. Wakati wajaji mnahangaika kununua mboga baba town, utakuta hiyo ukimwagia hata maji kidogo pale mahali umeipandia inaendelea kukunawili vizuri. Na utakula utakula the leaves, na pia na ile pumpkin itakuwa na utaitumia vizuri, na seeds ndio hizo. Na pumpkin itself hatutasoma leo, iko na nutrients nyingi. So you will be having a good health at your home. Badala ya kuenda kununua vitu ambao havisaidii. Young people wananunua chips nini, wanalia, wanaambia wazazi ukikuja jioni madhe, ukikuja jioni niletee chips. Sasa hapo ndio hatari. Niliwaambia siku moja mtu alikula sausage akiwa anaharakisha. Kumbe ilikuwa na a lot of infection. Unajua just sausage. Mimi nimekuwa nikifuatilia. Unajua sasa vingine sijui hapa Kisii. I have been watching those sausages ni nguruwe na tengenezwa pale. Na nyama zingine ambao haelewi ni gani zimewekwa ndani. Lakini unajua pale sikiweko kwanza zinawekwa kwa fridge, zinakaa for almost many days. Next wanakuja wanaweka kamoto kana ambaye huwezi kuchoma zile bakteria siwezi kuchomeka vizuri. Alafu inakuja inaweka mafuta vizuri, alafu inachemsha ina grita. It gives a very glittering vizuri. Yani unaangalia ukitamani. Mmoja alipotumia kumbe ilikuwa na portion kali. Alipotumia immediately after 1 hour alipatikana kwamba alipoenda hospitali tumbo ilikuwa inauma kweli. Kumbe imeharibu the small intestine. So imekata within a very short time because ilikuwa very poisonous. Na mwisho within 3 hours it was in theater for operation, emergency operation, ili aweze kusaidiwa. Kwa hivyo mambo ya mambo ya popcorn, vitu kama hiyo si chakula ya kuletea mtoto. Hebu tufundishane wale ambao ni young family to train our children that this food is not the best. Waje kumpembeleza ati nikuletee chips, nikuletee popcorn. No, you are not giving your child the right food. Let a trainer fundisha yeye aweze kuelewa vizuri. Wale ambao mnapenda soda, Coca-Cola, au hakuna mwenye anafanya Coca-Cola company hapa. Coca-Cola ile ambao ukiitumia, wala ambao tumeangalia tumefanya research kadogo, ukiiweka kwa ile sink ambao ya kusafisha choo kama zile tunatumia, itasafisha vizuri na iwe clean, kwa sababu iko na sweetener nyingi ambao ni chemical ambao ni hatari katika maisha ya binadamu. Lakini unakunywa Coca-Cola, unasikia kio imetoka. Hakuna kio unatoa. Kitu ambao hapo ni flavors, iko na sweetener, iko na sugar, iko na flavors, iko na hii tunaita conservatives na vitu mingi ambao havina maana na makara nyingi. Lakini mwandishi mmoja akaandika akasema kwamba kitu ambao unapata pale kama ikiwezekana kidogo ni ile maji ambao wameweka pale. Are you missing water? No. There is a lot of water in our houses ambao ni clean, ambao haina mchanganyiko yote, ambao ni nzuri ile tulisoma jana. Hebu tuende topic moja ambao tutasoma kidogo ambao inaitwa obesity and overweight. This obesity watu wengi hawaichukulii maanani. This is one of the areas ambao we need to learn na tuweze kujua kama wanafunzi wa Sabato. What is obesity or overweight? Obesity is a medical condition that occurs when a person carries excess weight or body fat that might affect their health. A medical practitioner will usually suggest that a person has obesity if they have high body mass index. Mtu anakuwa na mwili kubwa ambao haijakubaliwa na wataalamu wa nutrition ama medical practitioners. The World Health Organization states that overweight and obesity are the most important known avoidable causes of cancer and tobacco in the world globally. Obesity is identified as being 25% overweight. Over 70% of the people with non-insulin dependent diabetes or adult onset diabetes are either overweight or obese.
watu wengi wanakuwa katika hali ya ugonjwa ya diabetes type 2 or insulin dependent. Wale ambao insulin dependent inamaanisha kwamba mtoto alianza kuwa mgonjwa akiwa mdogo, anatumia insulin dependent, yani anatumia throughout in his life. Aya, wanasema kwamba wale wa type 2 wengi wao, ukiangalia ufanye research yako vizuri, majority wako katika obese. Note, being overweight or obese significantly increases the risk of morbidity and mortality. Yaani ukiwa na overweight, uko na obese, magonjwa mengi yanakuangalia tu. Ugonjwa ikitembea safari yake inakusalimia kwanza, na pia kifo inatokea pale from that diseases. Successful reduction has a positive impact of these outcomes. Obesity is a major component of the metabolic syndrome. Measurements for evaluating of obesity are calculation of overall obesity, the body mass index inaitwa BMI. The only way utastua, mtu mwingine anaambia mama mwingine, "Hey, wewe uko na cholesterol nyingi sana." Lakini si huwezi kujua hiyo ni body, hiyo ni mass body, hiyo ni BMI, yani body mass index ndio iko nyingi kwa mwili. I mean that kind of a formula. Determining of a central fat distribution by measurement of weight circumstances, BMI represents overall fatness, mwili ambaye imekuwa na mafuta nyingi. It is derived from the patient's weight in kilograms and the height in meters. Yani formula yake, hebu sikia wale ambao wanamtaenda kupiga hesabu, hatutapiga hesabu saa hizi. The BMI formula inaenda hivi: BMI equal to weight in kilograms over height square. Utapata wale ambao ukipata ni 18 and below, hiyo figure ukifanya formula, it is BMI equal to weight in kilograms over height square. Ukipata ni 18 and below, then you are underweight. Underweight, what does it mean? If you are underweight, it's very dangerous. Ugonjwa yote ikikuja kitembea inakupata, inakusalamia kwanza. Haya, na ikiwa sasa tutaendelea kuangalia tuone summary kwa sababu vitu ni mingi. Now we want to see if it is 18 and below, you are classified as underweight. The danger of underweight, magonjwa yote kitembea kwa mimi, inamaanisha kwamba immunity yako iko chini. In fact, ingekuwa vizuri hapa town wako na hata hospitali pale, ingekuwa tunapima sisi zote our BMI so that you know your standard. Are you obese or you are overweight? There is classification of BMI. Number 1, underweight inakuwa ukisaipiga hiyo hesabu itakuletea these figures. Nataka uelewe vizuri. Ukienda town wakikwambia, unawauliza niko yangu ni namba ngapi, alafu utajua uko klasi gani katika obese. Na ujue obese ni hatari. Underweight, it is 18.5 and below. Hiyo ni underweight. Ikifika 18.5, normal weight. Ikifika 18.6 18.6 to 24.9, ukiwa uko katikati hapo 20-21 hapo, basi wewe uko na normal weight. Hii ni wataalamu ambao wamekuja na hiyo formula, inasaidia sana. Let me repeat. The normal weight ambao ni nzuri, it is 18.6 to 24.9. That is the normal weight nzuri, inakubalika na hauna shida. Ukienda pale town upime kuanzia leo, Mungu akikusaidia. Overweight, sasa tumeanza kuingia hatari. It is 25.2, it is 25 up to 29.9. Ukipata yako iko between 25 up to 20, katikati hapo, wewe ni overweight. It is overweight. Aya, obesity class 1. Unasikia? Obesity class 1, nimewapatia formula. Obesity class 1, it is 30 up to 34.9.
That is obesity class 1. Umeanza kuingia sasa hatari. Magonjwa yanaanza kukumulika, torch inakumulika. Bado pengine cha kuattack, lakini inaanza kumulika mahali ita attack. Now inatafuta njia hapo. Haya, number 3. Obesity class 2. It is that ukipata yako ni 35 up to 39.9. That is obesity class 2. Hiyo ndio sasa hatari, magonjwa sasa inakuangalia. Extreme obesity, that is class 3. Ukikuta yako ni 40 and above, my friend, my brother, my sister, my daughter, my son, this is very dangerous. Because magonjwa yote sasa inakuangalia. Unaona? There are 7 basic health principles of weight management program. Number 1, eating a good breakfast. Skipping the snacks. Mambo ya snacks hizi fast food zinaongeza weight inakuwa juu sana. Mambo ya popcorn, mambo ya chips, mambo ya sausage, mambo ya ile inaitwaje hiyo. Unajua those fast foods. Hizo zote you make sure you una skip. Skip refined food. Chakula ambao refined mnazijua. The refined food from supermarket. You avoid that food. Hizo chakula zote ambao hasina fiber. Reducing the intake of animal products. Una minimize. Sasa imeisha na tujatoboa maneno. Lakini sawa. Reducing the intake of animal products. Eating light supper or none at all. Ikiwa wewe uko katika hii hali ambayo nimesoma, please my friend, my sister, my brother, try to avoid animal products. Eating a light supper or none at all. Ukule kama tunda kamoja to minimize the obesity. Because magonjwa itakuingilia mengi. Brisk exercise at least 30 minutes or more daily. Kama hutaweza kukimbia 30 minutes continuously, do this simple. Research inasema ya kwamba ile research ambayo nimesoma vitabu niko nayo nyumbani pale. Inasema kwamba ikiwa hutakimbia 30 minutes continuously, what you do, make sure you walk steps. Ambao sijui utafanyaje ujue ni ngapi umetembea. Steps 5,000 to 10,000 daily. You will have done your exercise very smoothly. Reducing eating animal products. Animal products causes the body to produce excess cholesterol, which has much to do with atherosclerosis, the blocking of arteries. Yani misisi inaanza kusindikana, yani kublock. Meat has no plant fiber necessary for health. Animal products have a direct connection to various cancers such as breast cancer, colon cancer, and so many of them. Colon cancer kills about 50,000 Americans annually, comparing 9 years of war in Vietnam. Sijui mnasikia maneno haya. Can I repeat as we finish? Inasema hivi. Colon cancer kills about 50,000 Americans annually, comparing 9 years of war in Vietnam, where many people feared death. Unaona sasa? Let me emphasize again that avoiding animal products in our diet will eliminate a major source of cancer-producing viruses. Sijui tuachie hapo sasa. Body mass index is a calculation that we already have given you. Obesity is common. The CDC, that is control disease, that is Center of Disease Control, Mount Research Center, estimates that 42.4% of 20 years and older had obesity in 2017 to 2018. Nafikiri tutawachia hapo kwa sababu ya wakati. Kengele ya pili Maria. Ya pili iko. Ama ni one way. Obesity is associated with the higher risk of serious diseases such as type 2 diabetes, heart conditions, and various cancers. The following is some of cancer research UK has done. Data on body weight and cancer risk. Hiyo namalizia hapo sasa. In women, it is 6.9%
cancers ambayo ilifanywa research walikuwa 10,800 were linked with overweight and obesity. In men, it was 4.1% of cancers. People were 6,500 walifanywa research were linked with overweight and obesity. Being overweight increases breast cancer in females. Gallbladder, kidney, and uterine cancer were associated with being overweight. Overweight or obese individuals have an increased bowel and pancreatic cancer risk, possibly due to their tendency for higher insulin levels. Na Mungu azidi kuwabariki. Hii bado mambo ni mengi, lakini tutajaribu kidogo kidogo, na Mungu atusaidie, kwa sababu mambo ya afya ni nyingi. Ni vizuri kuelewa hivi vitu ili wakati ambapo tunapoendelea katika maisha ya kumtumikia Mungu tujue vile tutafanya. Na Mungu azidi kuwabariki. Hebu tusome na tuombe. Tusimame na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa jioni hii umekuwa nasi na utuongoze, kwa sababu wewe umekuwa mwema kwetu. Yale ambao Mungu unatuendelea kutuelezea yawe manufaa kwetu kwa njia ya kutumikia wewe, ili tuwe na afya nzuri na tuweze kupata nafasi nzuri ya kuhubiri na kufundishana neno lako siku kwa siku. Mungu wa rehema nyingi, tusamehe dhambi zetu. Kama kuna yale ambao tumetaja ambao yakufurahisha machoni mwako Mungu, hebu tusamehe, kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Mungu wa rehema nyingi, utusaidie na utubariki na utusaidie, na hata manenaji anapoingia katika kipindi kingine uwe nasi. Tumeomba machache tukiamini utayapokea kupitia jina la Kristo ambaye ni mkombozi wetu.